Watu wa Moi's Bridge, Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione salamu wale wako nyuma, kila mahali, kila mahali, kila mahali, kila mahali. Mimi nimeitikia mwaliko ya huyu gavana wenu nikuje hapa kuleta pesa ili wale ambao wameathirika na biashara yao wapate afueni tena wasimame tena. Hiyo ndio imefanya nimefika hapa. Na vile nimekuwa nimekaa hapa nikaona vijana wameingia hapa. Unajua mimi huyu mjomba yenu DK huyu ni ndugu ya bibi yangu. Yeye ni shemeji yangu. Sasa nimeambia yeye wale vijana wangekuja kuharibu, sababu nimeona mwingine anajaribu kupeleka magondo kwa chakula ya mama huku chini. Sasa DK unataka watoto waharibu chakula ya mama, sasa dada yako angekula nini leo jioni? Hii maneno ya fujo tuachane nayo. Unajua nimekuwa nikijiuliza maswali. Kwa nini Yesu hajarudi mapema? Tukikuwa vijana wadogo, pastor wanahubiri wanasema Yesu ako karibu kurudi. Sasa nimefika miaka 40, Yesu hajarudi. Leo ndio nimegundua kwa nini Yesu hawezi akarudi. Kwa sababu ya sisi wanadamu tunaambia wananchi wakae hivi, sisi wenyewe tunakaa opposite. Unaona polisi amekunywa pombe Tusker, amelewa, anahangaika na mtu amekunywa busa na wote ni walevi, hakuna haja ya mlevi kuangaza mlevi mwenzake. Kwa sababu mimi ni mtu ambaye nasema ukweli. Leo ni Jumapili, siku ya nyaparapanda Italia. Kama Yesu amerudi, isemekane walevi wapange laini, mjumbe yenu DK atakuwa kwa hiyo laini. Mimi Didmas Barasa nitakuwa kwa hiyo laini. Huyo Oscar Sudi atakuwa kwa hiyo laini. OCS wenu wa hapa, yeye ndiye atakuwa mbele, tunakujanga na yeye Tusker huko Eldoret kwa baa huko. Sasa afadhali tukitaka Yesu afike mapema, kama tunakamata wale vijana ya ukunywa chang'aa na busa, tuwakamate siku ya Jumapili, tuwapeleke kanisani, waekelee mkono, waombewe, waache kunywa pombe, ndio Yesu atarudi haraka kabisa hapa kusonga mbele. Kwa sababu the problem that we Kenyans is facing is because we preach by while ourselves we are practicing things which are not compatible with what we are preaching. Mimi nikiwa nimefika hapa siku ya leo hapa, mimi ningependa kuambia watu ya Moi's Bridge, chenye kimetuleta hapa ni kutoa pesa ile ambayo itasaidia wale ambao waliathirika na mkasa ya moto. Na mimi ningependa kushukuru viongozi Jumapili wako holiday, wamechoma nyama wanakula huko. Gavana yenu na viongozi wenu wote, mjumbe wenu akiwemo, wameamua kujinyima ili tukuje hapa tutoe pesa wale ambao waliathirika wapate afueni ya kusonga mbele. Na leo nimemanage kuambia hawa viongozi wote kwamba sisi tukue wangwana. Na tayari nimeandikia barua kwa Secretary General wa UDA Bwana Hassan Omar Sarai kwamba atoe program, andike, atafute wale National Executive Committee wakae chini so that they can come up with a rehabilitation program so that we can rehabilitate Rigathi Gachagua, and if he will reform, we can consider bringing him back to our party as a member of UDA and assign him the role of a brand ambassador, that he can preach against tribalism in this country, because he understands what the tribalism can do to an individual. That tribalism can pull you down from the pedestal of the position of the deputy president to the position of an individual who is not even fit to chair a funeral committee of somebody who has died for burial arrangements. Na ndio tunataka kila mtu ajue kabisa, kwa hii serikali yetu ya William Ruto, hii serikali ni kama kuondesha basi ambayo ni mrefu. Dereva ya hiyo basi ya Kenya Kwanza ni William Ruto. Na wakati kama tuko na abiria wengine ambao wako na tabia mbaya. Abiria wa kwanza ambaye alikuwa na tabia mbaya, Rigathi Gachagua, tulimshukisha. Hata saa hii kama rais akiendesha hii basi ya maendeleo, bado tunaangalia. Kama kuna wafanyikazi wa serikali ambao wanakuwa pickpocket ya abiria, tukijua huyu ana pickpocket tunashukisha. Hii ndio dereva aendelee na basi ya kusukuma kwenda kule mbele. Hii umeelewa? Kazi ambayo tuko nayo saa hii,
ni kupanga maendeleo ya wananchi hawa. Ile ahadi ambayo tuliambia wananchi hawa, tuliwapatia ahadi ya miaka 5. Leo miaka 2 imekwisha. So we are positioning ourselves to be audited by 2027 na tupatie William Ruto. Lakini mimi naona hii dunia imeharibika. Mimi nataka niulize nyinyi swali. Mimi nimeona watu wameanza kwenda kunyuma kwa yule mtu ya vitendawili, ule mtu ya ule watermelon, ni ule watermelon, ule Kalonzo Musyoka. Mimi nauliza nyinyi swali. Nyinyi mkipima, ukienda kupiga kura 2027 na upate tu majina 2 peke yake, hata ya Kalonzo na yangu, huyo Kalonzo anaweza nishinda mimi kura kweli? Can Kalonzo beat me? Can Kalonzo beat me? Mimi nikipatiwa hii ticket ya Kenya Kwanza nikuwe flag bearer, I don't even have to waste my energy to face Kalonzo Musyoka. All I need to do is to appoint Oscar Sudi as my running mate, na nitume yeye apambane na yeye, apeleke nyumbani na tuone serikali ya kusonga kule mbele. Siko na maana hiyo. Kwa hivyo nyinyi msikuwe na wasiwasi. Yale matamshi ambayo inatolewa na viongozi wachache, wale ambao ni wa Herode, ambao wanasema wakipiga kelele, nyinyi msikuwe na wasiwasi. Hatujaanza kufanya campaign ile ambayo hawa wapinzani wetu wamechukua miaka 2, miaka 3 kupanga. We will dismantle what they have planned in 2 years. We will only take 1 week to dismantle all that they have planned. Mungu awabariki sana, awazidishie.